Gangu. Zuena! No! Aliu. Odi. Karibu tupo. Asante. Karibu. Asante. Shemeji, habari za hapa? Salama, kwema shemeji. Si kwema shemeji. Kwa nini? Huko nitokako nina habari si njema sana. Karibu kae. Asante. Shemeji. Ndio shemeji. Nina habari lakini sio njema sana. Ndio. Mdogo wako Zuena amefariki. Zuena? Ndio, Zuena. Zuena yupi tena? Zuena mdogo wako. Hapana, simfahamu. Haufahamu? Simfahamu Zuena. Hapana. Lakini kama sikosei, mara ya mwisho niliwahi kuja hapa na Zuena usiku akidai kuwa hapa ndio kwa dada yake. Nilikuja naye, alijia mkoba wake wa nguo. Ni kama unakumbuka hiyo siku? Mariamu. Hodi. Hodi. Habari dada? Salama, kwema dada? Salama za hapa? Nzuri, mzima wewe? Salama. Karibu tupo. Asante. Samahani dada, nimebanwa haja ndogo. Haja ndogo? Unaona mlango ule pale? Hapo hapo ingia. Haya dada. Wewe hapa mkubani. Dada. Samahani. Asante mwaya dada. Haya, asante kushukuru. Karibu sana. Asante. Samahani. Bila samahani. Kwa majina naitwa Mariam. Nimetokea Arusha. Nimekuja hapa, niliitwa na mume wangu. Lakini kwa bahati mbaya nilipokuwa kwenye usafiri niliibiwa pochi, na pochi ndio ilikuwepo na simu. Pole sana mdogo wangu. Asante. Hivyo nilikuwa nakuomba unihifadhie mkoba wangu ili niende nizunguke sehemu za starehe nimtafute mume wangu. Najua siwezi kumkosa maana yale ndo mazingira anayopenda kukaa. Haya, haina shida. Kwa nini usingesubiri nikaandaa chakula ukala ndo kaondoka? Hamna dada, tutakula tu siku nyingine maana roho yangu haina amani. Haya, haina shida mdogo wangu. Haya dada. Karibu tena. Haya. Mimi alinieleza kuwa anaitwa Zuena na anatokea mkoa wa Mwanza. Sasa hapa anaponiambia kuwa ni Mariamu pia anatokea mkoani Arusha, hii imenichanganya sana na sijui kwa hili nitaliepukaje. Basi shemeji, mimi ngoja niondoke, nitajua nini nafanya. Basi sawa shemeji yangu. Sawa sawa. Pole sana.
Mke wangu. Mke wangu. Malongo, hebu njoo. Ustaz. Mke wangu. Shida ni nini? Mke wangu amefariki. Mke wako amefariki? Mke wako amefariki? Hata sisi tumesikia. Twende. Bwana Malongo. Ndio ustaz. Shida ni nini? Na mimi ni sitofahamu kwa kusema kweli. Nimetoka kazini naingia tu nakuta yupo katika hali amekunywa vidonge. Lakini nimejaribu kumuuliza. Amenieleza kiufupi tu akawa amepoteza maisha. Alikuelezaje Bwana Malongo? Kabla hajaendelea aliniambia tu kuwa yeye hastahili tena kuishi duniani kwa sababu ya matukio ambayo ameyafanya hapo nyuma, na alitamka ya kuwa ameua. Ameua? Ndio. Na hapo ndipo alikata kauli. Bwana Malongo. Ndio ustaz. Hivi ndugu zake unawafahamu wewe? Kiukweli si wafahamu. Au unaweza ukawa na namba ya mtu yote yule ambaye ni ndugu yake? Yaani nashindwa hata nisemeje. Siwajui. Na hata pindi nakutana naye, nilikutana naye katika mazingira alikuwa hana mawasiliano. Mimi ndio niliyemnunulia. Jirani. Kwa hiyo sikuweza kupata kabisa mawasiliano yake ya ndugu zake. Sasa jirani, mimi naona hili swala sisi hatuliwezi. Ni vema tukatoa taarifa kituo cha polisi, kwa sababu ndipo patakapokuwa na msaada zaidi kwa kijana. Kweli kabisa. Polisi tena? Ndiyo, huko ndio patakapokuwa msaada wako. Naomba utulie. Ili limekwisha tokea, hakuna jinsi. Ustaz, nadhani mimi itakuwa ni mwisho wangu wa kuwa huku. Tayari. Hili ni tatizo yamenifika.